Ukinisikiliza unaweza kupata nafasi ya kujifunza jambo. Sawa. Yeye tunakaa naye kwenye vikao. Alikuwa mwenyekiti wa bodi. Akaomba jamani na step down kwa muda, tutaendelea. Wakapendekeza mtu mwingine, akawa mwenyekiti wa bodi. Akaondoka, akaja mtu mwingine tena. Sasa ikiwa upande wa mwekezaji una shida, utakuja kwetu kwamba jamani sasa kwa mujibu wa makubaliano yetu kuna hili limekiuka. Haijawahi kufanyika hivyo. Okay. Lakini mimi sina mamlaka ya kumzuia yeye au yoyote kusema kile ambacho anahisi. Uko siku zote hapa watu wanazungumza mambo ambayo sisi Simba hatujawahi kuyasikia. Hata ninyi kwenye kipindi chenu hapa sisi hatujawahi kuzungumza hilo jambo, lakini mnayabeba. Sasa ndio maoni yenu, kwa kuwa mnaona mnapata furaha kwa kusema hayo, semeni. Mwenyekiti, kama kumbukumbu zangu zinanikumbusha vizuri, katika mkutano uliopita kulipendekezwa na kupitishwa kwamba mwenyekiti wa klabu awe makamu mwenyekiti wa bodi. Kama niko sawa sawa, imefikia wapi? Hiyo iko hivyo. Wewe ni makamu mwenyekiti? Ndio. Sijaiona hiyo. Unataka kuiona wapi? lakini pia mwenyekiti, wakati ule mnaingia makubaliano baina hizi pande mbili, mlithaminisha klabu yenu na thamani yenu kwa upande wa fedha ilikuwa takriban bilioni 50. Kwa sasa inawezekana thamani ya klabu ya Simba ikawa ni shilingi ngapi? Nani alisema ilikuwa bilioni 50? Tuliona mchakato mpaka mwekezaji akatoa bilioni 20 na hundi ilionekana kabisa. Kuna taratibu ambazo huwa zinatumika na wenzetu ambao wanajua mambo ya actual valuation. Ile ifanyika inaitwa initial estimated value. Mwenyekiti, tukisogea kwenye mic hivi ili watu pia wasikie. Ile ni initial estimated value. Okay. Kwamba kwa wakati ule kwamba walikadiria assets na mali za Simba zitakuwa na thamani ya bilioni 20. Kwa hiyo kama mnataka kumwalika mwekezaji na mkampa share 50%, anatakiwa aweke 20 bilioni. Baadaye serikali ikasema hapana, vilabu vyote vinavyomilikiwa na wanachama. Serikali ikaongoza kwamba iwe wanachama 51% na mwekezaji au wawekezaji iwe 49%. Kwa hiyo mwekezaji alitakiwa aweke bilioni 19.6 something. Hata hivyo Mohamed akasema sawa, mimi nitaweka bilioni 20. Kwa hiyo ameweka bilioni 20. Kwa hiyo hakuna eneo ambalo tulifanya makosa. Kwa hiyo tunapoendelea sio kwamba ile value iliyokuwepo by then itakuwa static. Kwa sababu tuna assets ambazo hazihamishiki. Kwa mfano, tunayo majengo yako mtaa wa Msimbazi, tunayo majengo yako Bunju na ardhi ambazo zinamilikiwa. Haziwezi ile thamani haiwezi kubaki vile vile. Kila siku zinavyoenda thamani inaongezeka. Na haituzuii kwamba tunaweza tukaamua sasa tukitaka ku recapitalize ule mtaji wetu tutafanya evaluation. Na ile ndio itatupa haswa thamani ya wakati huu ambao tutafanya itakuwa ni kiasi gani. Okay, na kitu kingine kwenye mkutano uliopita nilimwona mtu wenu wa fedha alisema kwamba mwekezaji ametoa bilioni 7 kama sehemu ya kuipa nguvu budget kuelekea kwenye huu msimu ambao umemalizika. Nilikuwa nataka kujua hizi fedha ambazo zinatoka kwa mwekezaji huwa zinakuwa na masharti yoyote, kwa sababu nachoelewa mimi wakati wa kuzirekodi kwenye vitabu vya mahesabu ya mwaka husika kuna namna ambavyo wataalamu wana rekodi zile fedha. Sasa nilikuwa nataka kujua kama ni sehemu ya msaada wake ama ni fedha ambayo anaweka kwenye taasisi, nyie sera yenu ya fedha inasemaje na kwa namna gani zile fedha zinarekodiwa kwa mujibu wa taasisi yenu nyie? Sehemu ya fedha ambazo kuna fedha ambazo yeye anatoa kusubsidize ile budget yetu, kwa sababu wakati mwingine budget tunaweza tukaweka labda bilioni 15 au 20. Kwa sasa hivi Simba budget yake inafikia bilioni 24 mpaka 5. Sasa kulingana na mapato tunayopata, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vimetokea hapa katikati vimeshusha sana mapato ya timu. Kwa mfano tumehama kutumia uwanja wa Taifa. Mfano tu tumehama kutumia uwanja wa Taifa wa Benjamin Mkapa, tunatumia viwanja vidogo. Na vile viwanja vidogo maana yake kwamba gharama za uendeshaji wa timu
na yaani uandaaji wa mechi ni kubwa kuliko mapato yanayopatikana. Yeah. Umeona? Kwa hiyo hilo linapelekea kupoteza mapato. Mwaka juzi tulipata shida kwamba tulikuwa na wadhamini ambao katikati wakapata matatizo, wakaandika barua ku withdraw. Kwa hiyo lile likapelekea kutengeneza constraint ya budget. Kwa hiyo yeye ana subsidize na amekuwa akitoa hela nyingi zaidi ya hiyo ambayo wewe umeisikia. Hakuna sharti lolote. Hakuna sharti lolote kutoka. Hakuna masharti. Mnairipoti vipi kwenye vitabu vyenu vya mahesabu? Tunaweka kama nimekwambia hapo, tuna record kwamba ni michango ambayo kuna wanachama wengine pia sio yeye ambao wanachangia. Okay. No, ni michango. Ni mchango tu kama anavyochangia watu wengine. Na yeye amekuwa akifanya. Hiyo ambayo umeisikia wewe bilioni 7 ni kidogo. Zipo zaidi ya hiyo. Kwa hiyo inakuwa ni income from investor. Ni sehemu ya income ambayo inatoka kwa mwekezaji. Sijui kama umenielewa. Yaani yeye anachangia uendeshaji wa club. Na haiwezi kuwa deni. Haijawahi kuwa deni. Na mimi na hivi nyinyi mmeshawahi kusikia kwamba anadai? Hatujawahi kusikia. Ameshawahi kusema mahali kwamba anadai. Huko nyuma, huko nyuma. Nyuma ya nini? Haya mambo yameshawahi kutokea sehemu, ndio maana sisi tunauliza, sio deni. Mimi ninachoelewa na yeye mwenyewe ndo anavyoelewa, na hajawahi kusema popote. Msimnukuu vibaya. Hajawahi kusema yeye anadai. Sisi wasiwasi wetu ni kwamba haya mambo sasa wewe utakiwa kuwa na wasiwasi kwa sababu sio sehemu. Sisi wahusika. Sisi ni sehemu ya jamii. Sisi ni sehemu ya jamii. Tunakuuliza kama watu ambao ni sehemu ya jamii. Sasa hayo ngoja nikwambie. Yameshawahi kutokea. Tunakuuliza wewe kwa tahadhari. Hili jambo limeshawahi kutokea sehemu A. Huku kwenu sio hivyo. Nisikilize. Huyu bwana anataka mimi nikumbushe mambo ambayo yalifanywa na jamaa fulani. Alitaka kukodishwa kama sufuria za pilau. Mimi sisi timu yetu Mohamed Dewji watu wengi hawamuelewi. Mohamed Dewji amekuwa akisupport timu tangu mwaka 1990 mpaka leo. Ni kweli. Kwanza hakuna hapa ambaye anashaka juu ya Mohamed kuwa mpenzi wa Simba. Mapenzi yake na Simba mpenzi wa Simba tu. Ni ya kindaki. Wote tunajua. Ndio. Na sio yeye na familia yake yote. Wala iko hivyo. Sawa. Kwa hiyo sisi lakini hili ni jambo la biashara kaka. Ngoja kwanza bana. Mbona mnazungumza kwa papara? Hili ni jambo la biashara. Tunazungumza kuhusu biashara. Mtu biashara ametoa pesa, amekuwa akiwekeza. Kuna fedha ambazo zinakuwa recorded, kuna fedha ambazo haziko recorded, lakini kwa uelewa wangu ambao naamini uko sahihi, hajawahi ni kweli. Na naheshimu sana vilabu na taasisi zingine. Feitoto ni mchezaji mzuri na ana mkataba na timu nyingine. Kwa hiyo Azam wana mkataba naye na yeye mwenyewe anacheza, najua anacheza kwa ridhaa yake. Sisi tunaweza kumhitaji. Tunatamani tuwe naye, lakini tuheshimu masharti ya mkataba wake. Hakuna shida kwenye masharti ya mkataba, anataka kuna buyout clause. Kama mnaweza kufika buyout clause mnaamua. Kwa tuzungumze kwamba nyinyi mnamtaka. Sasa hayo tunazungumza mashabiki walikuwa wanamtaka na mwekezaji alisema atanunua mchezaji ambaye mashabiki ni kipenzi cha mashabiki. Basi mashabiki walikwambia wewe? Wanasema kwenye mitandao. Sasa sisi tuna njia zetu za kupokea maoni kama ambavyo sisi tuna njia zetu za kupima mashabiki wanataka nini. Tunayafanyia kazi kati ya wale ambao wanayasema lipi ambalo lina uwepesi wa kutekelezeka, tutatekeleza. Kwa kifupi hilo lilikuwa gumu. Haijakuwa gumu. Nimesema hivi, tuzingatie haki ya mtu na taasisi yake. Sawa. Tukianza kujadili hapa wachezaji tutakwenda mbali. Timu zingine tutaenda. Mwenyekiti, kila mwaka by the way, kila mwaka unapopinduka tu kuna makelele kwamba ujiuzulu, uachie timu. Wamekuwa wakipiga makelele. Tunatamani kusikia kwa umekuwa kiongozi ndani ya club, unajibu vipi haya makelele? Kila mwaka wanakuja Mangungu, tuachie timu, lakini pia muda wako unaelekea mwisho. Una mpango wa kuendelea kuwania nafasi hiyo ya mwenyekiti ndani ya club? Kama hao wanaopiga kelele wangapi exactly? Hatuwezi kuwa na idadi sawa kwamba ni wangapi. Sasa unapimaje wepi wengi wanaoniunga mkono au wasioniunga mkono? Kwa hiyo manake twende na wengi. Mimi ni mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kwa hiyo hao wanaoweza kutoa si ni maoni yao tu. Mtu anaweza yani unajua, ngoja nikwambie, na ndio maana mimi wala hilo alinisumbui. Wewe limekuathiri kiasi gani hilo jambo?
lina athari lakini si athari hasi. Tunarudi. Lina athari chanya. Tunarudi sasa hivi. Timu nzuri sijui. Sasa wewe ngoja nikwambie. Mimi nawaambia mpira ni mchezo wa hisia. Ndio. Mimi si washawishi washabiki wa Simba wamzuru au wamfanyie jambo lolote. Lakini mtu anaweza kazidiwa na hisia zake ukazulika. Simba ni timu kubwa. Nyinyi kama klabu mmeshindwa kutake control ya hilo kwa sababu mmejua kama hawa sio wa kwetu, wamevaa kama wanatuwakilisha sisi na wanatuchafua. Nyinyi mmeshindwa kama klabu kutake control ya hilo. Kwa sababu kuna watu wanajirudia wanajulikana huko. Taratibu za kisheria zinachukuliwa na zimechukuliwa. Lakini mimi yani ngoja nikwambie kwamba tuna measures ambazo tunazichukua kwa ajili ya kucontrol hilo. Yes. Katika uwanja kwa sababu mwaka huu peke yake kwenye msimu uliopita mara 2 sisi tumecheza bila mashabiki. Na ile ndio inatupunguzia mapato ambayo tulikuwa tumeproject kwenye budget zetu. Hizo measures ambazo mmezichukua au mnazichukua ambazo umesema ni zipi mwenyekiti? Sasa mtu ambaye anataka kujaribu aende uwanjani aone measures. Lakini mwenyekiti mimi ninachosema Rich Samani. Okay. Kama wewe mmeweza kumchukulia hatua mtu anajiita Dr. Mohamed, ni kama klabu mchukulia hatua, tumeona mara amekamatwa ampelekwa huko, mara hivi akaomba msamaha, anafanya hivi. Kwa nini mnashindwa kuwachukulia hatua watu ambao wanaonekana na wanajinasibisha kama ni wenu na wamevaa jezi zenu na hamchukui hatua yoyote na wanaendelea kufanya? Lakini kuna baadhi mmewachukulia hatua. Agi yule Simba sio nini, mmewahi kumsimamisha, sio si ni mwanachama wenu. Hatua wengine wengi. Kwa nini hawa wengine wachukuliwa hatua na wao wanajinasibisha kama ni wa kwenu? Kwanza kuna mambo mengi. Sasa usichanganye vitu ambavyo tuzungumzie lile ambalo ulikuwa unasema. Wanachama wa Simba wanao mfumo wa yani wanaopitia. Akiwa si mwanachama wa Simba ina maana huyo atakuwa anaenda kwenye hatua nyingine za kisheria. Kwa hiyo wale ambao wako kwenye channel ya club watachukuliwa hatua kulingana na taratibu za club. Hawa sio kwa channel ya club. Ndio tuna hatua zingine za kisheria ambazo zimeshachukuliwa. Zimeshachukuliwa. Amekamatwa yoyote? Mmoja, wawili? Sasa kwanza huyo aliyekamatwa mimi sijui alikamatwa kwa ajili gani. Labda mkimuuliza yeye mwenyewe anaweza akasema. Kwa sababu sio kuwa mwanachama wa Simba ndio wewe una immunity usikamatwe kwa any criminal act. Okay. Mtu akifanya kitendo chochote kinacho breach sheria za nchi, aidha kwangu mimi au kwa mtu yoyote, atakamatwa au atachukuliwa hatua. Sasa kama alikamatwa, mimi sijui alikamatwa kwa ajili gani. Okay. Na hiyo ni vema yeye mwenyewe akailizungumzia. Lakini tunachozungumzia tu ni kwamba pamoja na taratibu hizo za kisheria dhidi ya hao ambao wanaichafua nembo ya club. Nimesema watu wanaweza kuchukua sheria mkononi. Mwenyekiti samani kidogo. Sababu wanagusa hisia za wanachama na washabiki wa Simba. Wao wanaona ni mchezo. Wao wanaona ni mchezo. Lakini mtu anaweza akakutana na jambo ambalo la kulitarajia katika maisha yake. Tuombe Mungu lisitokee. Mwenyekiti samani umegusia issue ya hisia hapo na huenda kwa sababu umesema mpira ni mchezo wa hisia. Huenda hata kuna mashabiki wa Simba ambao wenyewe matokeo ambayo yanatokea uwanjani ambayo unakuta hayaja benefit Simba, aidha ni kwamba wamefungwa au wametoa sare, yanawaumiza na kihisia wanakuwa wanapata hizo tunasema sasa hizo emotional damage, kwamba nimeumizwa kihisia, mwisho wa siku nang'oa viti, ninaleta fujo uwanjani. Kama unaamini kwamba mpira ni mchezo wa hisia, huamini hata kwa mashabiki wa Simba huenda kuna muda hisia zinawazidia na mwisho wa siku wanafanya vitendo ambavyo moja kwa moja vinakuwa vinaigharimu club, mwisho wa siku wanafungiwa kutokuingia uwanjani. Nikikuongezea hapo Simba wao wenyewe kama mashabiki wa Simba umeshawahi kung'oa viti viwanjani. Yes. Sasa ndo maana. Kwa hiyo sasa hizo hisia sio za watu. Hilo ni jambo ambalo lilishatokea miaka hiyo na walishajifunza, halijawahi kujirudia tena. Okay.